Inawezekana ikawa ni bahati mbaya. Wale ambao waliokuwa wanakaa pale, akisha kuonesha matibabu kadi, anamwambia atoe kitambulisho cha Mtanzania. Mheshimiwa, bajeti yetu ya trilioni 8 tutaweza kuwatibu watu wa milioni 60. Na tuliwaona watu wengine sio Wazanzibari wanatibiwa kwa kutumia matibabu kadi. Tukawataka anayekuja na matibabu kadi hapa ambayo inapatikana kwa sheha wake aeke na kitambulisho chake cha Mzanzibari au credentials zake ambazo zitahakikisha kwamba yeye ni Mzanzibari. Wako walozungumzia ajira, tunajua kweli Zanzibar nzima kuna registered hotels 1184 hoteli zilizokuwa registered zipo, na ukenda kweli, Mheshimiwa Naibu Spika, wanaofanya kazi wengi katika mahoteli yale si wazawa kweli, ipo kweli na nabisha. Sasa jukumu letu sio Wizara ya Vijana Ajira kwa kufanya mapinduzi ya kwamba sasa kwamba walokuwemo mule si wazawa, sasa wawe wazawa. Niachie mie hiyo kazi naiweza, hata uganga wako tumchangani tatumia, watakuwemo tu. Jukumu la wizara hii sasa kuhakikisha wazawa vijana wetu wanapata kazi katika mahoteli, wanapata kazi katika miradi yetu. Nitakupa mfano, sihitaji hoteli kwa sababu ya something. Kuna hoteli moja juzi nilitembelea inawafanya kazi 156. To be honest with you, vijana wetu wa Kizanzibar walikuwa 27. Yes. Sasa hapo ni mapinduzi. Mimi Dr. Saada Mkuya Salum naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Dr. Saada Mkuya Salum naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabiti Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za mjumbe wa Baraza la Mapinduzi, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Baraza la Mapinduzi.